Eternal Father, I offer you the body and the blood. Basi ninamshukuru Mungu na asubuhi ya leo ni siku nyingine tena ambayo Kristo wetu mwaminifu amefanya. Ikiwa Jumapili hii ya leo, ikiwa ni tarehe 26 mwezi huu wa 3, ndio Jumapili ya mwisho katika mwezi huu wa 3. Kwa hakika tunalo kila sababu ya kumshukuru Mungu kama wa Kenya. Ni kwa sababu tulikuwa tukimuomba Mungu kwa muda mrefu, tukiambia Mungu kwamba utubariki na mvua kwa sababu ya ukame ambao tulikuwa nayo. Na ninaamini kwamba kila mmoja wetu katika nchi la Kenya tuko na kila sababu ya kusema kwa hakika Mungu amejibu maombi yetu, ni kwa sababu ameachilia mvua katika kila pembe la Kenya. Kwa hivyo na asubuhi Mungu huyu amenituma tena kwa Jumapili hii ya mwisho katika mwezi huu wa 3 ili tupate kuongea pamoja kwa sababu ya neno la Mungu ambalo Mungu ameweka katika kinywa changu na katika ulimi wangu. Ni kwa sababu yako mpendwa. Ninakuomba kwa heshima kuu kwamba ukachukue nafasi yako, ukaketi kwenye kiti, ukatulie ili upate kusikia neno ambalo Mungu amenituma nayo kwa sababu yako. Na mwisho wa neno hii tutaomba kwa pamoja. Nite Askofu Odindo, msaliwa wa Kisumu County, mahali ambapo inaitwa Seme Kakelu Kitumikai. Kwa sasa niko hapa Nairobi, pale Kibra Olympic Estate. Kanisa letu pia iko pale. Kwa hivyo Mungu awabariki sana. Ukitaka kupiga simu baada ya mahubiri haya, unapiga namba hizi ni zangu na tutazungumza, tutaongea. Ukitaka kututembelea vile vile unapiga hizo namba. Nikubalie na asubuhi ya leo nisome neno la Mungu, alafu baadaye tukasemesane katika hilo neno na mwisho tutaomba. Leo nasoma katika kitabu cha Petero wa kwanza mstari wa 5. Petero wa kwanza 5 mstari wa 8 hadi 10. Ninasoma maandiko, inasema hivi: muwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mstaki wenu Ibilisi kama simba agurumaye usunguka akitafuta mtu ammeze. Nanyi mpingeni huyo, mkiwa dhabiti katika imani, mkijua ya kuwa mateso yale yale yanatimiswa kwa mandugu zenu walioko duniani. Mstari wa 10 nasema, na Mungu wenu, Mungu wa neema yote, aliyewaita kuingia katika utukufu wake wa milele katika Kristo, mkisha kuteswa kwa muda kidogo, yeye mwenyewe atawatengeneza na kuwadhibitisha na kuwatia nguvu. Hilo ndio neno la Mungu. Tuamini na tuombe. Baba wetu, katika jina lako Yesu Kristo, mfalme wa ajabu, Mungu wetu wokovu, ninakushukuru mfalme na kuinua. Nasema ni asante ni kwa sababu wewe ndiye Mungu anayestahili kuabudiwa na kuinuliwa. Asante kwa sababu ya siku hii ambayo wewe Jehova umelifanya ukaitengeneza. Umetupa nafasi, umetupa baraka ya uzima. Ndio maana tumeona siku hii ikiwa ni Jumapili ya mwisho katika mwezi huu wa 3. Jehova, tazama tuko na kila sababu ya kusema kwa hakika wewe ni Mungu na wewe ni mwaminifu. Jehova, umenileta hapa na tena ili nikasemesane pamoja na watu wako ambao umewapa nafasi ya kunisikia na kuniona katika runinga hii. Inuliwa Jehova, barikiwa kwa kutana mahitaji ya kila moja, kwa sababu wewe ni Mungu. Katika jina lako Yesu nimeomba na kila moja wetu sema amen. Basi ni asubuhi njema ambayo Mungu wetu wa ajabu amefanya na kaitengeneza. Na asubuhi ya leo hii na tena Mungu huyo amenituma katika runinga hii ya Lolwe TV ili nikapate kuleta neno la Mungu. Na asubuhi ya leo, neno la tumaini, neno ambalo litakutia nguvu, neno ambalo litakupatia tumaini mpya, neno ambalo ni la uponyaji, neno ambalo ni ya ushindi. Kwa hivyo ningelipenda kuomba mara nyingine tena, chukua nafasi yako, katulie katika mahali popote ulipo ili tupate kusemesana katika neno hii. Nimesoma katika neno
neno katika kitabu cha Petero wa kwanza mlango wa 5 aya ndogo 8 hadi 10. Maandiko takatifu inasema, basi mjihadhari mkingoja katika imani yenu. Yani mjihadhari mkingoja katika imani yenu, kwa sababu shetani ambayo ni ibilisi yuko nje na anatembea akisunguka akitafuta mtu ambaye atammesa. Kwa hivyo Biblia inasema, Paulo anawaambia kwamba mjiangalie sana, mjihadhari sana mkiwa mahali penu pa kungoja, mjiangalie sana mkiwa mahali penu pa kusubiria. Ni kwa sababu kunalo shetani ambayo inaitwa ibilisi, yule mstaki wenu anayeitwa ibilisi, anayesunguka kila mahali akitafuta mtu anayengoja, akitafuta mtu anayesubiri, akitafuta mtu ambaye anaomba na anamngojea Bwana ili akapate kummesa. Sasa Paulo anaambia Petro ambayo ni kijana wake katika Kristo ama katika imani, anamwambia kwamba muangalie sana wakati mnavyotulia mkingojea, wakati mnangoja, wakati mnasubiri, mkajihadhari mukiangalia sana. Ni kwa sababu kunayo mstaki wenu anayeitwa ibilisi, anayesunguka akitafuta mtu atakaye mesa. Msimame dhabiti katika imani yenu. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Paulo anawaambia msimame dhabiti ama msimame imara katika imani mlionayo. Ni kwa sababu mtu akishaomba, mtu wa mama na wanaume wamekuwa wakiomba Mungu kwamba Mungu, nataka unifanyie hiki na nataka unifanyie kile, lakini baada ya kuomba mtu huwa anangojea, anaambia Mungu, sasa nimeomba, nimeamini kwamba wewe ndiye Mungu hatakaye nitendea, hatakaye kutana mahitaji yangu. Wakati mtu anangoja, kunayo pepo ambayo pia anaitwa ibilisi, ambayo anasunguka akitafuta wale wanaomngojea Bwana, wale wanayomsubiria Yesu, wale wanayomngojea kwa imani yao. Sasa Paulo anawaambia, baada ya kuomba, wakati mnavyongoja mkiwa na imani, basi mjihadhari sana. Ni kwa sababu kunalo ibilisi ambayo ni mstaki wenu anayesunguka akitafuta mtu atakaye mesa. Wakati anavyosunguka, anatafuta yule aliye mali pake pa kungoja, anatafuta mtu aliye mali pake pa kusubiria. Basi Paulo anawaambia mjihadhari sana wa Kristo, wakati mko mali penu pa kungoja, wakati mko mali penu pa kusubiria. Umejua watu wengi wamengoja, wameomba Mungu, lakini mahali ambapo mambo inaharibikianga ni wakati sasa mtu ameomba amemalisha, sasa anamngojea Bwana. Wakati mtu amemalisha kuomba, sasa anamsubiria Kristo, hapo ndipo maneno huwa inaharibika. Ni kwa sababu yule ibilisi ambayo Biblia inaita mstaki wenu, ibilisi huyo yeye usunguka kutaangalia ama kutafuta wale ambayo wanamngojea Bwana, wale ambayo wanamsubiria Jehova, wale ambayo wameomba kwa machozi, wakiomba wakifunga. Sasa ni wakati wao wa kungoja. Wanasema, Jehova, tunakungojea, tunakusubiria mfalme wa ajabu, ili ukakutana mahitaji ya moyo wetu. Yani wameamini, wako na imani kwamba Mungu amesikia maombi yao na amesikia mahitaji ya moyo wao na mahitaji ya manyumba zao, mahitaji ya ndoa na mahitaji ya biashara, mahitaji ya kazi na mahitaji ya familia yao. Baada ya mtu kuomba na kawa na imani kwamba Mungu, nimeamini kwamba wewe Mungu umetenda, hata kama itachukua muda gani, hata kama itachukua siku ngapi, hata kama itachukua masaa ngapi, mimi ninakusubiria, ninakungojea mfalme, nikiamini kwamba wewe Mungu ambayo nimemuomba, ambayo nimemwaminia, utakuja kunitenda mema. Basi wakati ule Paulo anaambia Petro kwamba imekupasa kuangalia sana. Ni kwa sababu kunayo yule mstaki wenu anayesunguka kila mahali akitafuta mtu hatakaye mmesa, yule ambayo ameomba. Naye Paulo anamwambia katika mstari ule wa 9 kwamba simama dhabiti katika imani yako, simama dhabiti katika imani ulionayo, kwa sababu hakuna mtu anayeweza kumwomba Mungu pasipo imani. Biblia takatifu inasema katika kitabu cha Waebrania
Kumngojea 11 mstari wa 6 kwamba pasipo imani hatuwezi tukampendeza kabisa, kwa maana yule amwendaye Bwana lazima amini kwamba yeye yupo na kuna jawabu ambayo anapatia wale wote wanaomtafuta. Basi wale walio na imani, wale ambao wamemuomba Mungu wakiwa na imani, basi wanakaa wanangojea. Ni kwa sababu wanatambua, wanajua kwamba vyema kwamba yule ambayo ana imani hawezi akampendeza Mungu. Kwa hivyo kuna wamama, kuna wasichana, kuna vijana, kuna wanaume, kuna boma, kuna kasi ambayo watu waliomba wakiwa na imani. Vile maandiko takatifu nasema kwamba pasipo imani sio hawezi ukampendeza Bwana. Kwa hivyo watu wakatafuta imani katika maombi yao, wameomba wakiwa na imani. Katika kutafuta kwao wametafuta kwa imani. Basi inafika wakati ambayo umeomba, sasa unasubiria Jehova, unamngojea Mungu. Wakati mtu anangoja, mpendwa, ndiyo shetani ule wa kusunguka, ule shetani ibilisi, yule mtu ambayo ni mharibifu, ambayo anaitwa ibilisi, ambayo anaitwa shetani, yule mstaki wetu. Bwana Kristo asifiwe sana. Inasema Yesu asifiwe sana. Kuna watu ambayo shetani aliwameza ama aliwaangamisha wakiwa malipao pa kutafuta, wakiwa malipao pa kungoja Bwana. Nayo Paulo anambia Petro kwamba inakupasa kuangalia sana ili usije ukameshwa na ibilisi ambao ni mstaki wenu. Maandiko takatifu inasema hivi, na muwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mstaki wenu ibilisi, kwa maana ni simba angurumai, husunguka akitafuta mtu ammesaye. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye shetani huyo ibilisi, yeye kasi yake, wakati unaomba anakuacha tu unaomba, wakati unatafuta anakuacha tu unatafuta. Lakini Paulo anambia kijana wake katika kiroho, ama anambia kijana wake wa kiroho ambaye anaitwa Petro, anamwambia kwamba wakati umeomba ukiwa na imani, wakati umeomba kitu, sasa imebaki wakati wako wa kungoja. Unamngojea Mungu unamngojea Mungu ukiwa na imani, ukiwa na matarajio kwamba Mungu wangu amesikia maombi yangu, na ninaamini kwamba Mungu wangu hatatenda vile nilivyomuomba. Mungu wangu hatatenda vile alivyotenda wakati wa Biblia, hatanitendea vile alivyotenda wakati wa kale, wakati wa mwanzo wa ulimwengu. Unaamini kwamba Mungu atakutendea. Lakini nimesema, narudia tena, wakati ambapo mambo huwa yanaharibika ni wakati mtu amefika katika mali pake pa kungoja, ameomba, amekuwa na imani. Lakini wakati wa kungoja ndipo shetani ule wa kusunguka yeye kuja kutafuta. Maandiko takatifu nasema, Paulo anasema kwamba huyo ibilisi, huyo mstaki wako ama huyo mstaki wetu ambaye anaitwa ibilisi, yeye usunguka akitafuta wale walioomba, wale waliokuwa wameamini, wale waliotafuta. Sasa wamemwamini ya Bwana, wanasema kwamba Mungu, vile ulivyotendea watume wako, nami pia niko hapa mtumishi wako, ninakuamini ya Jehova utanitendea. Sasa wakati unasubiria, wakati unangojea, wakati uko mali pako pango goja, mpaka wengine wameenda katika toa ya kuambia Mungu, Baba, niko mali pangu pako ngoja, sitaondoka mali pangu pako ngoja mpaka nikuone kwa macho yangu kinitendea. Yesu Kristo asifiwe sana. Ni vyema kusema vile, ni vyema kuambia Mungu kwamba Yesu, niko mali pangu pako ngoja, ninakungojea, ninakutazamia, ninakusubiria, na sitaondoka mali pangu pa kusubiri mpaka wewe Mungu unionekanie, mpaka wewe Jehova ukanijidhirishie. Ni vyema kusema hivyo. Lakini Paulo anaonya kijana wake katika imani aliyekuwa anaitwa Petro, anamwambia kwamba ujihadhari sana ukiwa unangojea. Ni kwa sababu kuna mstaki wenu anayeitwa ibilisi, anayesunguka kila mahali akitafuta watu kama wewe, wale ambao wanaomba kama wewe, wale ambao wanasubiria kama wewe, ili wakapate kumwangamisha. Shetani utafuta
katika mtu ambaye amengoja miaka imeenda ama muda imesonga, naye atakuja kukuongelesha katika moyo wako, anakuambia simekaa sana, umesubiri sana, si unaona itawezekana. Basi ukiingia katika box ya Shetani, kwa hakika kwamba wewe umengoja sana mpaka umepoteza tumaini, na Shetani anakumeza, na kila ambacho ulikuwa unangojea hautakipata tena. Kwa hivyo Paulo anaambia Petro kwamba ujiadhari, hii ukingojea ni kwa sababu kunayo yule mstaki wako ambayo anaitwa Ibilisi, anayesunguka kusunguka akitafuta mtu hatakaye mmesa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na katika mstari wa 9 Paulo anaambia Petro kwamba wakati unavyongoja uwe dhabiti, ama uwe na ushujaa, ama uwe na nguvu kwa imani iliyo ndani yako. Yesu Kristo asifiwe sana. Yani uwe na udhabiti, uwe na ujasiri kwa sababu ya imani iliyo ndani yako, ukijua kwamba wale mateso ambao unayapitia, ama katika majaribu ambao unayapitia, ama kusubiri ambao unasubiria, watu mandugu zako katika ulimwengu mzima wanapitia hali hiyo hiyo tu. Lakini maandiko takatifu nasema, Paulo anamwambia katika mstari wa 9 kwamba wale wote wanaomtafuta Mungu katika ulimwengu mzima wanapitia yale ambayo unayapitia wewe ndugu yangu, ama kijana wangu Paulo, ama kijana wangu Petro. Paulo anamwambia Petro kwamba wale wote ambayo wanasubiria Bwana wanapitia hali ambayo wewe pia unapitia. Kwa hivyo nataka ukavumilie katika kumngoja Bwana, ninataka ukamvumilie katika kumsubiria Yesu, ninataka ukamvumilie. Ni kwa sababu Mungu anaweza akachelewa kidogo tu, lakini atakuja, lazima atakuja yeye. Mungu wetu hajaikosa kabisa kuja. Anaweza akachelewa mpaka watu wakasungumuse, anaweza akachelewa kidogo mpaka marafiki zako wakakutoroke, anaweza akachelewa kidogo mpaka mali ambapo unashiriki ukachukuliwe ni kama wewe hauna maana yoyote. Mungu anaweza akachelewa kidogo mpaka watu wakakudharau, wakakutusi, wakakuone kwamba unafaa, mpaka yule mtoto uliyetazama akishaliwa akakudharau. Ni kwa sababu akikutazama anaonekana kwamba una mwelekeo, umesubiria, umetafuta, lakini hujapata. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo inasibu ya leo Mungu huyo amenituma na katika studio hii nikamwambie mtu nasibu ya leo umesubiria. Mungu ako katika kasi, anakushughulikia, anakuasia mema, anapanga mema kwa ajili yako. Mungu Biblia inasema kwamba tazama nimetengenesha mambo mapya, ya kale sasa yamepita. Ukiendelea kumsubiria Bwana, ukisimama katika imani ulionayo, ama imani iliyo ndani yako, ukasimame dhabiti, kwa sababu kunalo yule mshtaki wetu Ibilisi anayesunguka akitafuta yule atakayemmesha, wale ambayo imani yao itarudi chini, wale ambayo hawatasimama dhabiti katika imani yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui unangojea Mungu katika mambo gani? Paulo anamtia nguvu, Paulo anamtia roho, Paulo anampatia ujasiri, akimwambia kwamba usimame katika imani yako dhabiti, ukimsubiria Bwana, ukasimame dhabiti katika imani iliyo ndani yako, ukimsubiria Jehova. Ni kwa sababu yale ambao unayapitia, mandugu zako walio duniani kote, walio duniani mzima wanapitia katika hali hiyo tu. Lakini baada ya kuteseka kidogo, nampenda Bwana, ninampenda jemedari, ninampenda Yesu Kristo wa wokovu, ninampenda jemedari aliyeniokoa akanitengesha. Maandiko takatifu inasema, Paulo anaambia Petro kwamba baada ya kuteseka kidogo tu, baada ya kutesa, ama baada ya kupitia katika hiyo hali ambayo wewe unapitia mama yangu, baada ya kupitia katika hiyo hali ambayo unapitia mama yangu, baada ya kupitia katika matusi na madharau, baada ya kupitia katika kutoroko na marafiki, baada ya kupitia katika kuachiliwa na familia, umebaki peke yako, umebaki upweke. Biblia inasema kwamba baada ya mateso kidogo tu, katika mstari wa 10 inasema baada ya muda kidogo, ama baada ya kuteseka kwa muda kidogo, yeye Mungu aliyewaita katika utukufu wake katika Kristo, yeye Mungu
hatawatia nguvu, hatawadhibitisha, hatawatia nguvu tena. Biblia inasema kwamba yeye Mungu hatatuwatia nguvu. Kwa hivyo mpendwa, nimekuja nikwambie, hata kama unapitia hali ngumu, wewe jitie moyo. Ni kwa sababu Mungu anasema kwamba baada ya kuteseka kidogo, yeye Mungu atakuja, hataleta urejesho. Yeye Mungu atakuja, hatatupangusha machozi. Yeye Mungu anakuja na atatupigania vita vyetu, hatatupa ushindi mbele ya maadui zetu. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Kunayo maadui wetu ambayo wanatutafuta ili wakapate kutumesha, wanatutafuta ili wakapate kutuhangaisha, wanatutafuta ili wakapate kutuangamisha. Lakini Mungu wa mbinguni amenituma kwako na asubuhi ya leo kwamba simama katika imani ulionayo, simama dhabiti katika imani. Hata kama imechukua muda, Mungu atatenda. Yeye ni Mungu na atabaki kuwa Mungu. Hata kama imechukua muda mpaka watu wameshungumusha, watu wamenena visivyo kinyume na maisha yako, kinyume na ndoa yako, kinyume na nyumba yako, kinyume na kasi na biashara yako, nimekuja nikwambie na asubuhi ya leo kwamba Mungu wetu wa wokovu, Mungu wako aliyekuokoa, yeye Mungu uliyemuomba ukiwa umemwaminia, yeye Mungu hajakusahau. Imechukua muda lakini atakuja tu. Imechukua muda, watu wamesungubusha, watu wakisema kwamba haitawezekana. Nimekuja nikwambie kwamba Paulo aliambia Petro kwamba wewe ukasimame imara. Wakati unangojea, wakati uko mahali pako pa kungoja, simama imara. Ninapenda Paulo alivyokuwa anaambia Petro jinsi ya kungoja mbele yake Mungu. Anamwambia kwamba wakati umeomba ukiwa umemwaminia Bwana, basi imekupasa kusimama imara. Ni kwa sababu shetani ambayo anazunguka anatafuta mtu wa kummesha, yule aliye katika mahali pake pa kungoja, yule ambaye ako mahali pake pa kusubiria. Sasa naambia Petro kwamba simama imara wakati unavyongojea, kwa sababu ule shetani ambayo ni ibilisi anayetafuta mtu wa kummesha, anaweza kukumesha kama utasimama katika imani yako. Nami pia Mungu amenituma nikanene pamoja nawe mpendwa. Sijui ni mambo gani ambayo unamngojea Bwana, sijui ni kitu gani ambayo umemuomba Mungu, lakini pepo imeshidi ikikwambia kwamba imekawia sana, hautafaulu, imekaa sana, Mungu wako atakuja, imekawia sana, haitafanyika, imekawia sana, hautafanyika ama utafika mahali ambapo unataka ufike. Nimekuja nikwambie, Paulo anasema kwamba simama dhabiti katika imani yako, ukijua kwamba mandugu zako walioko katika dunia mzima wanapitia hali hiyo, lakini Mungu aliyekuita katika utukufu wake katika Kristo Yesu, yeye huyo Mungu baada ya kuteseka kidogo, baada ya kuhangaika kidogo, baada ya kutusiwa kidogo, yeye Mungu atakuja na atakudhibitisha, hatakutia nguvu na tena. Yesu asifiwe sana. Sijui umepitia njia gani, umepitia hali gani mpendwa? Watu wameongea nini wakati wako wa kungoja? Watu wamekuja ili wakutoe katika mahali pako pa kungoja, wamekuja ili wakutoe imani ambayo ulikuwa nayo. Wengine wamekuambia umekaa sana, wacha ukaende kwa waganga ili ukajaribu na waganga. Nimekuja nikwambie na asubuhi ya leo, ni vyema kumtegemea Bwana, na ni yeye tu unapaswa kumtegemea. Ni vyema kumngojea Kristo, na ni yeye tu unapaswa kumngojea. Ni vyema kumsubiria, na ni yeye tu unafaa kumsubiria. Paulo anasema kwamba wakati uko mahali pako pa kusubiri, wakati uko mahali pako pa kungoja, baada ya kuomba Mungu ukiwa na imani, unafaa kujihadharishana. Ni kwa sababu kuna yule ambayo anaitwa ibilisi, ambayo ni mstaki wetu, anayetafuta wale ambayo wako mahali pako pa kungoja ili apate kuwamesha. Jehova anasema kwamba baada ya kuteseka kwa muda kidogo tu, yeye Mungu aliyetuita katika utukufu wake katika Kristo, yeye Mungu atakuja tena akatutia nguvu tena. Biblia inasema kwamba yeye Mungu atakutia nguvu hata kama umengoja mpaka unaona kwamba imani inadidimia, imani yako inarudi chini. Paulo anaambia Petro kwamba yeye Mungu aliyekuita katika utukufu wake katika Kristo hatakutia nguvu, hatakupigania, hatakupa upenyo. Bwana asifiwe sana. Sijui umetusiwa namna gani, sijui umepitia hali gani. Watu wamekutoroka ama wajakutoroka, wamekutia uoga ama wajakutia uoga, na uko mahali pako pa kungoja ama ushatoka mahali pako pa kungoja, uko mahali
pa kusubiria kweli. Ama umechoka kumngojea Bwana, usichoka kumngojea Bwana. Ninasema nikimalizia kwamba inaweza kachukua muda, inaweza ikachukua miaka kadhaa, lakini lazima Mungu huyu atakuja. Inaweza kawia muda kidogo, mpaka wale marafiki zako wakaongea vibaya kinyume na maisha yako, wakaongea vibaya kinyume na ndoa yako, lakini nimekuja nikwambie, endelea kumtegemea Bwana, endelea kumngojea Yesu. Ni kwa sababu yeye Yesu anaweza kachelewa kidogo, lakini lazima atakuja tu kama utamngojea pasipo kuangalia hapa na pale. Yeye Mungu uliyemuomba, yeye Mungu ambao umekuwa ukimngojea, yeye Mungu ambao umekuwa ukimsubiria, hatakuja tu. Hata wewe mama ambayo unamsubiria Mungu ili ukapate mtoto, nimekuja nikwambie, usihangaiki, usiende kwa waganga, usiende kwa wale ambayo ni washirikina, usiende kwa wale ambao wanadanganya watu. Endelea kumtegemea Bwana, endelea kumngojea Jehova. Inaweza kuchelewa kidogo, lakini yeye Mungu ameahidi kwamba yeye atakuja. Anaweza chelewa kidogo ili wanaosungumusha vibaya wakanene vibaya, ama wale wanaosema kwamba Mungu atatenda wakaseme kwamba Mungu atatenda. Wale ambao watakadharau wokovu ambao unatembea nayo wakadharau wokovu. Lakini mwishoe Paulo nasema katika mstari wa 10 katika Petero 5 mstari wa 10 kwamba baada ya kumateso kidogo tu, yeye Mungu aliyewaita katika utukufu wake katika Kristo Yesu, yeye Mungu huyo atakuja na atakutia nguvu tena. Hata kama nguvu imebaki kidogo, tunale Mungu anayetutia nguvu, hatakutia nguvu tena. Hata kama watu wamekudharau, tunale Mungu anayetoa madharau ambao tumedharauliwa nayo. Hata kama watu wanakupiga vita, tunaye Mungu anayepigana vita vyetu, anayetupa ushindi mbele ya maadui. Nimekuja niambie mama, nimekuja nikwambie ndugu yangu, wewe baba yangu, nimekuja nikwambie msichana, kijana, mtoto mdogo, kwamba ni vyema kumtegemea Bwana, ni vyema kumtegemea Kristo katika yote, ni vyema kumtegemea jemedari. Ni kwa sababu yeye ni mwaminifu. Na hata leo na asubuhi ya leo nimekuja nikwambie, endelea kumsubiria, endelea kumtegemea. Yeye ni mwaminifu. Alikuwa mwaminifu wakati wa kale, wakati wa Biblia. Yeye Mungu wetu amekuwa mwaminifu wakati wa watumishi aliowachagua katika Biblia, alikuwa mwaminifu kwao. Hata na wewe mpendwa, yeye Mungu wetu asibadilika, Mungu wa jana, wa leo na hata milele, hata badilika kwako, hata kutenda mema, hata kushindania, hata kupigania, hata fukusha maadui zako. Ni wewe utasema kwa hakika umemuona Mungu. Yeye ni mwaminifu na atakuwa mwaminifu leo hata kwako na asubuhi ya leo. Ninataka niombe na mtu na asubuhi ya leo. Sijui unapitia hali gani, sijui mambo gani ambayo unayapitia. Unapitia hali gani? Watu wamenena nini kukuhusu? Watu wamenena nini kwa sababu ya kusubiria kwako? Nimekuja nikwambie kwamba endelea kumtumainia Mungu, endelea kumtegemea, endelea kumsubiria. Usiondoke. Ninasema na narudia, usiondoke mahali pako pa kungoja, usiondoke mahali pako pa kusubiria. Haijalishi imechelewa muda gani, imechukua muda gani, imechukua miezi ngapi, imechukua siku ngapi, imechukua miaka ngapi, endelea kumtegemea Bwana. Ni kwa sababu Mungu anatengeza kitu kizuri ni kwa ajili yako. Vitu vyema, vitu ambavyo inapendeza yamo mbele. Endelea kumsimama na Bwana, ni kwa sababu yeye ni mwaminifu. Nataka niombe na mtu na asubuhi ya leo, mahali popote ulipo, kwa na imani, nataka niombe pamoja nawe ili tuone kila ambacho Mungu wetu aliyeokofu atatenda. Niamini pamoja nami ili tukapate kuomba. Baba wetu tena Mungu wetu, ewe Mungu wetu jemedari, tunasema kwa hakika wewe ni mfalme. Tazama tuko mahali petu pa kungoja, tuko hapa Yesu, tunakusubiria wewe tu. Tunakuomba Yesu ukajidhirishi, ukatende mema. Jemedari ukaonekane, tenda mema kwa ajili yetu, pigana vita vyetu, wacha yote tuliyoomba tukiwa tunakuaminia ikatendeke. Ni kwa sababu ya utukufu wako, ili maadui zetu wakajue kwa hakika wewe ni Mungu uli upande wetu. Wewe ni Mungu anayejibu maombi yetu. Wewe ni Mungu anayekutana mahitaji yetu. Yehova, kutana mahitaji yetu. Inuliwa Jehova, barikiwa kwa sababu ya huyu mama. Inuliwa jemedari kwa sababu ya ndoa, kwa sababu ya jamii, kwa sababu ya kazi, kwa sababu ya biashara. Pokea sifa sote, ni kwa sababu umetenda. Katika jina lako Yesu nimeomba na hata nimeamini. Amen. Mungu nakubariki sana. Mungu wetu nakutende mema, ni kwa sababu yeye ni mwaminifu. Niite Askofu Joseph Odindo,
Nimeokoka, Kristo ni Bwana. Nimeoa, niko na mke Karina Kinyi aliyesaliwa Gemeala. Mungu ametubariki na watoto wengi. Kwa hivyo Mungu akubariki. Kwa sasa ninakaa Nairobi, mali inaitwa Kibera. Hapo ndipo tuko na kanisa. Ukitaka tushiriki pamoja, namba hizi zote ziko hapa, 2 ni zangu, unaweza ukapiga tukakupe mwelekeo ama direction vile utakavyofika kwetu. Kama kuna neno ambalo unataka tuombe pamoja, unaweza ukatuma ujumbe ama ukapige simu nasi tutaomba pamoja. Mungu akubariki mpaka Jumapili ijayo. Shalom. Amen. Eternal Father, I offer you the body